Ndugu zangu, unajua nini? Kwenye maisha inatupasa wanadamu tuheshimiane, tuthaminiane, tupendane baina yetu sisi kwa sisi. Kwa maana wahenga husema ama waungwana husema binadamu hutegemeana baina yetu sisi wenyewe kwa wenyewe. Kwa mfano, hawa hapa hawa jamaa ni nguzo imara sana kwenye maisha yetu ya kila siku. Hawa jamaa ni watu sahihi sana kwenye maisha yetu ya kila siku, sisi ambao ni watafutaji wa tonge letu la kila siku, hasa ambao tunatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kutafuta kile tunachokihitaji. Hawa jamaa huturahisishia sisi tusiokuwa na uwezo wa kumiliki usafiri wetu binafsi, tusiokuwa na uwezo wa kumiliki vyombo vyetu vya usafiri binafsi. Hawa hutusaidia kufika sehemu sahihi, hutusaidia kufika sehemu kwa haraka na kwa wakati unaotakiwa na kutimiza malengo yetu tunayoyafuata pale tunapoenda. Sasa kuna baadhi ya watu huwatumia hawa jamaa tofauti na vile wanavyohitajika kutumiwa. Leo hii unakuta mtu na akili zake timamu, unakuta mtu na heshima zake, anaheshimika vizuri, anaenda anamchukua huyu vizuri tu, bana, nipeleke sehemu, anampeleka mpaka sehemu husika. Kule anapoenda kuna mawili, aidha amdhulumu au amzuru. Sasa huyu jamaa, huyu msafirishaji unatakiwa umheshimu sana, kwa sababu huyu ndio mtu anayekufanya wewe ufike sehemu husika sahihi. Leo hii unamchukua, unampeleka unapopajua, na yeye kutokana anakuamini, na yeye kutokana hiyo ndo kazi yake inayomuingizia ugali wake wa kila siku, anakuchukua kwa imani zote, kwa maana ya kuamini wewe ni Mtanzania mwenzie, hautaweza kumfanya kitu kibaya chochote. Unampeleka unapopataka wewe, umbali unaotaka wewe, yote kwa sababu kakuamini. Sasa inafikia hatua unapompeleka unaenda unamfanyia mambo yasiyoeleweka, unaenda unamzuru, mwishowe unaenda unamtapeli kile chombo chake, ama unamdhulumu kile kiasi ambacho kakwambia ukifika kule utampatia. Sio kitu sahihi. Hebu tuwaheshimu hawa watu, tuwathamini. Leo hii unamtoa uhai wake huyu basi na sababu yoyote, eti kisa ni chombo cha usafiri, eti unahitaji kumiliki chombo. Kama umeshindwa kumiliki chombo, usitumie njia ya kumtoa uhai wake. Pambana, tafuta, nawe utapata. Ukishindwa basi mtumie tu kukupeleka sehemu zako, kisha mlipe na mmalizane. Hebu angalia walivyo na furaha, anapenda kile anachokifanya, anathamini kile anachokifanya. Basi na wewe mthamini, mheshimu pale anapokuchukua kwa kukuamini, kwa sababu anakufikisha unapopataka na unafanya mambo yako na anakuacha bila matatizo yoyote. Ikiwa kakuamini, basi muonyeshe imani kwa juu yake. Sisi ni binadamu. Leo unaweza ukamfanyia huyu ubaya, kesho akafanyiwa ndugu yako, kwa sababu hujui anafanya shughuli gani huko alipo. Huenda na yeye anafanya shughuli kama hii anayofanya huyu. Unajua nini? Jua jinsi ya kuishi na watu. Kikubwa akili na moyo. Hivyo